Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Naamini siku ya leo Mungu kupitia neno lake amenituma kwa mteule ambao yuko mahali hapa na amekuwa akitazamia upenyo ama breakthrough kutoka kwa Mungu. I believe huyo ndio Mungu amenituma kwake kwa ibada hii na kwa siku ya leo. Mpendwa ama Mkristo ambaye amekuwa akiomba na akimsii Mungu na akitazamia kuwa na breakthrough ya jambo fulani kwa maisha yake. Naamini Bwana amenituma kwa huyo specifically siku ya leo mahali katika ibada hii. Na ndio kitabu cha Nehemia kitatupatia njia vile Mungu anavyotenda ili kutupatia upenyo. Ama ujumbe wa siku ya leo kama unaandika ni kwamba ni breakthrough, topic ni breakthrough ama upenyo. Kwa lugha ya Kiingereza ni breakthrough. Alafu chini tunaweza sema kwamba ni vipi naweza pata upenyo katika hali yangu, ama Biblia neno la Bwana linanifunza vipi ambavyo naweza kupata upenyo. Na ni define neno upenyo ndio tuweze kuelewa ni upenyo gani ama ni breakthrough gani ambao tunaweza kusemezana siku ya leo. Define kwa Kiingereza alafu utatafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Nasema hivi, neno breakthrough linamaanisha hivi: an act or instance of breaking through an obstacle. Narudia tena, an act or instance of breaking through an obstacle. Namaanisha kwamba ni tendo ama hali ya kupita jambo ama kuvuka jambo, kizuizi fulani, ili kupata lile ambalo ulikuwa unatazamia ama kutegemea. Yaani unavuka kizuizi, unavuka an obstacle ndiposa ureceive kile ambacho ulikuwa umekusudia. Nehemia ni mtumishi wa Mungu na alikuwa na hitaji zito moyoni mwake ambalo lilikuwa ni hitaji la Israeli la kujenga ukuta wa Israeli uliokuwa umebomolewa. So Nehemia alipopata habari kwamba ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na watoto wa Mungu ama wana wa Israeli wametapakaa na adui wao wamewapiga, alipopata habari hizi akiwa chini ya mfalme Xerxes, maandiko yanasema mstari wa 4, akahuzunika. Na alipohuzunika akaomboleza, na alipoomboleza akafunga, na alipofunga akamuomba Mungu. Na katika hiyo hali yake yote na mapito ya wana wa Israeli na kualilia, ni kwamba alikuwa na ile hoja ambayo ilikuwa mbele zake angetaka Mungu akatende. Na hoja ile ilikuwa ni hadhi ya Waisraeli irudi pale ilipokuwa, na ukuta ule wa Yerusalemu ujengwe urudi kuwe mahali pale. So tunapoongelea kuwa na breakthrough ni kwamba lazima uwe na need ama uwe na lile haja ambalo iko moyoni mwako, ambayo ni haja nzito kiasi ya kwamba inaweza kukusukuma huzunike ama uwe moyoni umeumia zaidi. Nehemia aliumia kwa sababu wana wa Israeli walikuwa, ukuta umebomolewa, na ukuta ulimaanisha mambo mengi kwa Israeli. Ulimaanisha security yao, ulimaanisha heshima yao, ulimaanisha wao ni wana wa Mungu, the protected children of God, na ulipobomolewa uliwaweka katika hali isiyokuwa sawa. Kwa hivyo ulimaanisha mambo mengi ya muhimu. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni haja kubwa ya wana wa Israeli na ambayo Nehemia alipata na akahuzunika. Na kwa hivyo alipohuzunika, ni nini alihitaji ili akaweze kuona ukuta ule umejengwa tena? Kile alichohitaji kwa Mungu ni breakthrough ama upenyo, ili aweze kuifanya ile kazi
ambayo ni kujenga upya ule ukuta wa Mungu. So when we talk about breakthrough, inamaanisha kwamba there is a need that is heavy in our hearts, but we cannot achieve it. Hatuwezi kuitimiza kwa nguvu zetu wenyewe. Tunahitaji nguvu za Mungu zikaingie na zikatusaidie tukaweze kuachieve ile need iliyo mbele yetu ambayo ni ngumu. And so Nehemiah needed a breakthrough ya kujenga ule ukuta ambao ilikuwa ni need yake. And so as I speak now, ama napo nena sahi nasi katika kanisa hili, I know that kuna mpendwa ama Mkristo pengine yuko mahali hapa and he's saying, Pastor, niko na haja hii that I have tried, nimejaribu njia hii, nimejaribu njia ile, but I need a breakthrough in order ni achieve ile goal, nikuwe successful katika ile haja ambayo iko mbele yangu. But in between, ndio maandiko yanatufunza kwamba Nehemiah ali-experience a lot of obstacles, but he needed a breakthrough to achieve the goal of rebuilding the broken walls of Jerusalem. So tukiwa mahali hapa siku ya leo, ndio Mungu ananizungumzia kupitia maandiko yake kwamba it is possible for us to get breakthroughs in the issues ambazo tunapitia kama wanadamu. Inawezekana tukapata upenyo wa hali zilizo mbele yetu. Maybe it is your family, maybe it is a project that we have as a church ambao tunataka kuwa mahali petu na hali zile hapo mbeleni. Maybe ni pale kazini, maybe ni jambo unalotafuta, maybe something that is in your life that you need God and you say, if I get this, it will propel my life to the next level, but I need that breakthrough to get there. So Nehemiah alikuwa hivyo, lakini alikuwa na siri ya breakthrough. So I'm going to give you two things ambao Nehemiah alizitumia kupata breakthrough yake katika hali ya kujenga ukuta wa Yerusalemu. One, ni mbinu ambao Mungu ametupatia kwa Biblia, lakini I don't know how regularly or how efficient do we use it in our lives as Christians. Ya kwanza ambayo alitumia ili akaweze kupata breakthrough, ambayo I am giving it to you from the word of God, that it can also bring a breakthrough in the issues that we or you are going through as a Christian. One, mstari wa 4 ambapo niliposoma, maandiko yanasema hivi, tarudia tena. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia. He cried because it was painful.